Leo vile tunaongea hapa, mimi nataka nichukue fursa hii nishukuru sana vijana wetu wa Gen Z. Kwa sababu leo vile tunaongea hapa, at least hawa vijana wamefanya sisi viongozi tukajua ya kwamba power is illusion. Where one thinks that he has power when he doesn't have power. Mawaziri waliamka asubuhi wakijua wako na power, lakini kufika jioni Gen Z walikuwa wamewafuta kazi. Inspector General wa polisi aliamka asubuhi barabara zote zimefungwa akijua yeye ni mkubwa wa polisi, lakini kufika jioni Gen Z alikuwa amemfuta kazi. Na hiyo inaonyesha ya kwamba power is with the people. Na juzi mmeona rais akiteua mawaziri. Alipoteua mawaziri ikapatikana ya kwamba ndugu yetu, mtoto wetu hapa Oparanya pia amepewa nafasi. Na hiyo jioni Waluya wakakuwa nakutana kwa mkahawa mahali fulani kwenda kumpigia Oparanya shukrani ya kuappointiwa kama waziri. Nataka msikize ndio mjue ni wapi tumetoka na haya mambo. Tulipoenda pale nikapata viongozi emeritus, mzee wako alikuwa pale, mzee Gumo alikuwa pale, na governor Otuoma pia alikuwa pale. Wakati tumeanza mjadala wa kumshukuru ndugu yetu Oparanya kwa kupata hiyo nafasi, yeye akasema yeye binafsi kwanza hajaridhika na vile hizo appointments zimefanywa. Na viongozi wote ambao walikuwa hapo wakasema hata sisi hatujaridhika vile hizo appointments zimefanywa. Sasa wakasema tufanye nini? Wakasema itabidi viongozi hapa mtoke kesho asubuhi muende kwa mzee Raila muulize hizi appointments zimefanywa namna gani. Nasema vile iko kwa sababu mimi nikitoka hapa mimi nitaenda kwangu, mimi sitaenda kwa nyumba ya mtu. Tukakubaliana ya kwamba kesho yake asubuhi tuende kwa boma la mzee Raila tuzungumze na yeye tumuulize hizo appointments zilifanywa namna gani. Asubuhi yake mimi, mzee wetu emeritus wako, mzee Gumo na governor wa Busia, na tukakuwa pia na wabunge wawili, ndugu yetu wa Trans Nzoia na ndugu yetu wa Budalangi. Tukaenda kwa mzee Raila, tukaenda pale tukakaribishwa na tukakuwa na mazungumzo. Na tukauliza mzee Raila, sisi tumetumwa hapa na jamii kwa sababu appointments zimefanywa, lakini tunaona kama kidogo tumedunishwa mahala fulani, kwa sababu Governor Emeritus Oparanya ni deputy party leader wa ODM, na hawa wengine ambao pia wameteuliwa na yeye, tuko na chairman pale wa ODM na tuko na lead of minority ambaye ni anaitwa nani, Opiyo Wandayi. Lakini tunaona vile hizi ministries zimegawa hazijagaiwa vizuri. Na mzee Raila akatuambia ya kwamba mimi I was not part and parcel to the people who sent the names at State House. Yeah? Na mimi sijaingia kwa serikali. Kwa hivyo kama watu wamepewa manafasi na hawajatosheka nazo, that is none of my business because I was not part and parcel to the people who presented those names at State House. So sisi kama wazee tukaelewa, tukasema hapa sasa wacha sisi turudishe ujumbe ambao tulipewa, na tukaenda tukakutana na ndugu yetu Oparanya tukamweleza vile tumeambiwa, na wazee waketi wakasema sasa tumefika mahali tumefika, hatuna budi bali ni kuambia mtoto wetu hapa inyamani irwe nonyole ni malo kuirwa kanonyole shikumba notolaza wow. So
Ndugu yetu Emeritus akakubali, akasema ni sawa, mimi naweza serve nchi hii kwa capacity yoyote, na tukakubaliana ya kwamba achukue hiyo position ambayo alikuwa amepewa. Na mimi nataka niseme ya kwamba hiyo position ambayo ndugu yetu amepewa na keti katika baraza la mawaziri, na sisi tunamtakia mema, tunamuombea. Governor Emeritus Oparanya amekuwa waziri, has been a member of parliament, served 2 terms. He has been a governor, served 2 terms here. He has been a COG chairman. He has been even a minister. Huyo ni mtu ambaye ana experience, na sisi tunamuombea kila laheri. However, good people, if we are not careful, mambo vile yanapelekwa na siasa vile inaendeshwa hapa, mimi tulikuja hapa mwaka ambao umeisha during campaigns, mimi na ndugu yangu Cleophas Malala na ndugu yetu Musalia na Wetangula, na tukawaambia ya kwamba sisi tumeketi na Rais William Ruto na tumekubaliana ya kwamba kwa serikali ambayo anaenda kutengeneza tutakuwa na 30% share of that government. Na wakatuambia ya kwamba wao wameshaandika mjadala na wamesha sign ya kwamba tukiform hii government tutakuwa na 30% share of this government. Ndugu zangu, nataka mnisikize kwa makini, mimi ni mtoto wenu. Nimesikia ndugu yangu Cleophas akisema hapa ya kwamba haimaanishi Musalia akipata prime minister, Wetangula akipata kiti ya speaker, Waluya wote wameshiba. Hapana. I have been a minister in this country and I know what it entails for community being in government. Sisi tulikuja hapa wakati ndugu zetu walituambia kwamba sasa tuko na 30%. Tukaanza kuongelesha ndugu zetu hapa nyumbani. Tulikuwa na fujo kubwa sana. Vile mnajua Western hii, sisi watu ambao tulikuwa mrengo wa Kenya Kwanza, tulikuwa na kazi ngumu sana, kwa sababu watu wetu walikuwa watu wa Azimio. Na tukaanza kufanya campaigns. Tukaanza kuambia vijana wetu wa Mlembe ambao wanadharauliwa Nairobi kwa sababu ni watchmen, kwa sababu ni cooks, kwa sababu wao wanafanya kazi ya maua kule Naivasha, tukawaambia now this is the moment, mjitokeze, mtupigie kura, tuko na 30% share ya serikali. Mambo ya kushika rungu itakuwa mambo of the past. Mambo ya kuwa cooks itakuwa mambo of the past. Mambo ya kung'oa maua itakuwa mambo of the past. Na ndugu zetu, watoto wetu wakatusikiza. Hapa Bungoma, serikali yetu ya Kenya Kwanza ilipata kura karibu 280. Hapa Kakamega, serikali yetu ya Kenya Kwanza ilipata kura 1160. Hapa Vihiga, serikali ya Kenya Kwanza tukapata kura karibu 1050 na kitu. Pale Busia tukapata kura zaidi ya 1030. Pale Trans Nzoia vile vile. Watoto wetu walijitokeza wakijua ya kwamba maisha yao inaenda kubadilika. Lakini kuna changamoto, na rafiki mzuri ni yule anakuambia kwa macho ni nini haswa kinaumiza watu wake. Mimi nimepewa kiti ya Kenya chairman ya Kenya Water Towers. Kenya Water Towers pale kazi yangu ni kuangalia vyanzo vya maji. Mahali penye maji inaanzia Tisebere Bulangabure Mluwanga. Na mimi najua nikisema hapa nataka niseme so that pia wale watu mnanisukuma mkiniambia tulikubaliana, what happened, what changed, tuliwapatia kura vile mlisema, mbona saa hizi tunahangaika? Nataka msikize vizuri. Mimi nashukuru rais kunipatia hiyo nafasi kusavu wa Kenya. However, mikono zangu mimi zimefungwa kwa sababu kwa ile board mimi tunaketi mara 6 kwa mwaka, na kila tukiketi
mimi I'm paid 54,000 shillings per sitting times 6 in a year. And then mwisho wa mwezi napewa stipend ya 54,000 shillings. Ninyi mnanielewa vizuri? Na mimi nashukuru kwa hiyo kidogo ambayo nilipewa. Nataka niseme hapa, ndugu zetu, tunataka tuulize ndugu yetu Musalia, ndugu yetu Wetangula, ile 30% ambayo mlituambia juzi, tumeajiri polisi 5,000. Kila constituency ilikuwa inapewa watu 6. Ukipiga times 290 ni karibu 1,600. Hizi nafasi zingine 2,500 kwa share yetu ya 30% iko wapi? Jeshi vile vile. Kwa hivyo watoto wetu, sisi tumekuja hapa kwa huu mjadala, tulete watu wetu pamoja, so that tukienda kuketi kwa ile meza isiketiwe na matapeli. Tuweze kuketi pale tupiganie haki za watu wetu. Kwa hivyo watoto wetu, tumekuja hapa tuongee kama watoto wa mtu mmoja, ndio ikifika 2027 tuwe tunaweza keti kwa ile meza tukiangaliana macho kwa macho tukiwa na heshima. Kwa hivyo mimi sitaki kunena kuzidi hapo. Ndugu yangu Wetangula Natembeya, mimi niko na wewe kwa hii mjadala na tutasukuma hii mjadala bila kurudi nyuma. Asanteni sana na Mungu awasaidie.